kipengele cha pili ambacho ni matumizi sahihi ya Google. Kutokana na experience ya kipindi chote ambacho nilikuwa kwenye taasisi ya Financial Services Limited ya kuopesha pesa, tumeshuhudia baadhi ya matumizi haya wanaenda kuelezea hapa amekuwa akiwasaidia sana wateja wetu kulipa kwa wakati na kwa uhuru wa kufanya biashara na sisi kwa muda wote. Kwa maana matumizi sahihi. So, kitu cha kwanza kabisa kutanua biashara. Moja matumizi sahihi ya ambao ni mtio kufanya ni kutanua biashara ambayo unafanya. Watu wengi wanakuwa wanapenda option nyingi. Akishaanza kufanya biashara moja anataka afungue na biashara nyingine mpya ambayo hana experience nao, lakini hivi baadhi ya unapanda atumie pesa ngo. Hapana, mimi kwa experience yangu naona ni matumizi sahihi ya kila mtu ni kutanua biashara ile unayofanya. Napenda kuzungumzia lugha yao kwa sababu ndio hii wetu sisi ni tunajishughulisha na lugha yao. Mfano wa yao na lugha. Naelewa kabisa biashara yao yafanyaje, jinsi ambavyo unaweza kupata wateja na msosi ambao ndio yao wanawapenda kwa yao wanawapenda. Inakuwa ni rahisi kutanua biashara tena, maybe unaweza kufungua branch sehemu nyingine tena au kufungua eneo lingine tena la mgahawa ama kwa sehemu mkadi au kama namba hizo mwenyewe, lakini tayari unaona biashara ile ambayo unafanya unakuwa ni experience au unauza spare za kipindi manyumba kali hapo unashachukua na huko kwa hiyo tani utanunua unafungua duka lingine baadaye, na kwa nini rahisi ni manage ile pesa kwa sababu unaona kufanyia biashara ambayo una experience nao tayari. So, tanua biashara inaweza kuwa njia nzuri ya kutumia Google. Lakini njia nyingine kabisa ni kuongeza mtaji. Unaweza kuchukua pesa yako ya Google, ukaiweka kwenye mtaji ili na tena pale pale. Labda leo ni uza spare zote unaweza fanya. Katika kwa lako la spare charge umeshamwona mzunguko wa wateja wengi na wazuri ambao unahisi watakurudisha kwa muda sahihi. Inakuwa ni rahisi ukachukua mkopo ukaongeza mtaji ukaongeza nafasi nyingine tumisha kila wale wateja wasipose ile bidhaa. Kwa hiyo inakuwa ni vizi mazuri tena unaweza kwenda kuongezea mtaji. Tunashauri hivyo kupata pesa mkopo nenda kuongezea mtaji. Matumizi yote yani kumaanisha nenda kafanye kitu wakati utamlizia pesa zaidi. Sasa matumizi ni zaidi ya mkopo ni kubadili au kuongeza vifaa katika ofisi yako bila kuongezea. Inaweza kuwa unaambia kubadili ongeza au badilisho. Kwa kubadili kuongeza. Badili na kuongeza sema sisi. So una ofisi au wewe ni leo unataka au unataka unaweza kuomba mkopo ubadilisha baadhi ya vifaa kufanyia repairment ni mtambo za usafiri ambao unatumia kuingiza pesa ili perform vizuri zaidi, ambapo unakuwa inakuwa ni rahisi kubeba mizigo mingi au kwa abiria wengi. Utakuwa jambo la bahari kwa hiyo unatumia pesa ogo kwenda kubadili au kuongeza kufaa au tunaweza kusema labda biashara nyingine labda wewe ni mama ntilie, unaweza kuongeza vifaa gani kwenye ofisi yako? Unaweza kuongeza sahani, vijiko, vitu ambavyo rahisi kwa wateja kama wanahitaji tena kwa source stimba hizo za save kwa wateja wengi ambao ni rahisi kujieleza mami. So hiyo unaweza kushia pesa huko ni kufanyia matangazo. Exactly, pesa ngumu hizo wasaidia ni matumizi yangu kwa biashara. Kama nitaongeza branding sales na kufanya matangazo kwa ujumla. So just imagine biashara yote unayofanya shakuwa na biashara stage fulani umeshaanza kwa imekomaa, ili iendelee hiyo biashara lazima unaifanyia matangazo na ifanyie brand. Ni rahisi kutumia pesa ya mkopo kufanyia hiyo brand project kwa nini? Most of influencers ambao wanafanya matangazo kama haya anakuwa analipwa baada ya competition. Kwa hiyo unaweza kuchukua mkopo ukaziweka hizo pesa, unakuwa unategemea kufanya matangazo kwa charge ya fund bigre, lakini wakati sio unaendelea kwa save kwa wateja, unaendelea process pesa hapo kulipa marejesho ya watu au mkopo wako.
Kwa hiyo mbali njia nyingine unaweza kuwa umesecure pesa hiyo uiweka katika matumizi mazuri. Lakini unawekeza, kama umewekeza, uwekeze kwa kitu ambacho wanakimpa. Uwekezaji huko wa namna nyingi. So inategemeana na experience yako na elimu yako iko sehemu gani na kama masuala ya uwekezaji. Kuna mtu anaweza kuwekeza kwenye ardhi au kuweza kuwekeza kwenye kilimo au kwenye mifugo. Mtu mwingine anaweza kuwekeza kwenye digital market, let's say ananunua Bitcoin, ananunua hizo Nvidia stocks au ananunua hisa, ananunua bond. Njia nzuri sana anatumia mbongo, lakini mimi sijaikuta katika uwekezaji. Kitu cha muhimu sana lazima uwe na elimu na mtu ambaye tunaenda kuwekeza na una experience nani. Mshari kuwekeza unajua unachofanya, lakini hali hiyo uwekezaji long term sio kitu cha muda mfupi. Kwa hiyo lazima uangalie huo wako na hiyo hiyo kwa muda gani na hiyo investment unaweza kufanya ndani kwa muda gani. Lakini unaweza kutumia mbogo kwenye images. Badala images fulani. Hichi ni kitu kingine sana ambacho watu wengi hawapendi kukiangalia. Lakini sometimes kinaweza kukasema hapo una biashara ambayo umefanya hizi mistakes na pia umefanya mistakes unaweza pesa yote kwenye mzunguko au unataka kutoa pesa ile kwenye mzunguko. Unajua images zinasema ya muda wote. Sisi kama binadamu ni muhimu sana kwa na emergency fund. So hautaki tena kutoa ile pesa hapo kwenye mzunguko. Uende kwa ajili ya emergency fund unaweza kufikia usiku ndio kupata shida yoyote au unataka ndio kuchukua pesa popo ukaitunza kama emergency fund. Lakini zile pesa ambazo unaendelea kutumia kwenye biashara yako kuendelea kujipa wewe kuboresha percent ya business yako kwa taxes ukafanya research zingine.